Okay, let's go. Kwa mimi ni kama nilivyojitambulisha, naitwa Mwalimu James Robert, na hapa nimekuja kwa niaba kwa kumwakilisha Mheshimiwa mbunge katika mchango wake kwa ajili ya binti Mariam. Rafiki wa Ndoto Foundation ikiongozwa na Mtaula waliposti taarifa ya mtoto mwenye uhitaji ambaye ni Mariam kwenye group la Friends of RK. Wakati nimepostiwa kwenye group la Friends of RK, basi moja ya mdau mkubwa ambaye aliguswa na mtoto yule alikuwa ni Mheshimiwa mbunge ambaye ni waziri wa utumishi kwa sasa. Sasa yeye alinipigia simu, na alivyonipigia simu alinijulisha kwamba gharama za hostel za binti yule Mariam atazibeba yeye za mwaka huu mmoja. Atatuma shilingi 300,000 kwa ajili ya binti yule. Sasa leo baada ya kuwa ameshazituma zile fedha, leo nimekuja kuziwasilisha zile fedha kwa niaba ya mbunge na kuonesha nguvu na nafasi ya mbunge kwenye elimu. Kwa kweli Mheshimiwa mbunge amekuwa ana nafasi kubwa sana katika elimu, na amezungumza wazi kwamba elimu kwake yeye kwa mwaka huu ni kipaumbele kikubwa sana. Na ndio maana moja ya mpango mkubwa sana yuko amejiandaa kuja kufanya kikao na wadau mbalimbali wa elimu. Lengo la kufanya kikao na wadau mbalimbali wa elimu ni kuweza kujua changamoto mbalimbali za elimu. Na zile changamoto za mbalimbali za elimu ni namna gani kwa pamoja tunaweza tukaunganisha nguvu kuweza kuzitatua. Kama ni changamoto ya chakula na mambo mengine, basi tuangalie ni namna gani tunaweza tukafanya kwa pamoja. Lengo kubwa ni kuweza kuongeza ufaulu kwa ajili ya madarasa yote ya mitihani. Zaidi ya yote, Mheshimiwa mbunge anaipenda sana shule ya Kikalo. Ni moja kitu ambacho amezungumza, anaipenda sana shule ya Kikalo. Kwa nini anapenda shule ya Kikalo? Hata ukiangalia katika mgawanyo wa fedha za mfuko wa jimbo za mwaka huu, ametumia gharama kama milioni 83 kwa ajili ya mfuko wa jimbo, lakini moja kipaumbele kikubwa alichoweka kwanza ni ununuzi wa madawati. Tunategemea muda si mrefu shule zitaanza kugawiwa madawati 500. Lakini licha ya madawati 500, mwaka huu pia katika mfuko wa jimbo tumeona pia ameshiriki katika baadhi ya fedha kupeleka katika ukarabati wa huduma ya kwanza katika shule ya sekondari Kikalo. Kwa tunaweza tukaona shule ya sekondari Kikalo ni moja ya kipaumbele chake kilichokuwepo katika mwaka huu, kuhakikisha kwamba shule ya sekondari Kikalo inapata huduma ya kwanza. Sasa sio lazima kila kitu watu waende kituo cha afya. Sasa ni wakati ambapo kuna muda inabidi huduma zingine zimalizikie hapa pa shule. Lakini zaidi ya yote Mheshimiwa mbunge amesema kama kuna changamoto yote ambayo inaonekana kwamba inaweza ikasababisha inaturudisha nyuma kuweza tusipate matokeo bora, basi yeye yuko tayari kwa pamoja kama Kikalo mkandaa wa ubunifu wenu au program zenu, mkaangalia ni namna gani zile program zinafanyika, mkazipeleka kwake mezani kwake. Amesema kwamba yuko tayari kuweza kukaa nanyi at least kuangalia changamoto gani zipo, pengine kama ziko ndani ya uwezo wake yeye kama mdau namba moja wa elimu, pengine aweze kuzitatua moja kwa moja. Zaidi ya yote anashukuru sana kwa ajili ya mkuu wa shule kwa ajili ya kumpokea yule mtoto, kumpa nafasi ya kukaa hosteli, lakini pia kumpa nafasi ya kusoma katika shule ya sekondari Kikalo. Na zaidi ya yote anakupongeza wewe mkuu wa shule kwa matokeo ya kidato cha pili yaliyotoka. Matokeo ya kidato cha pili anasema aliyaona, lakini katika kuyaona moja ya shule ambayo ilionekana ina improvement nzuri ilikuwa ni shule ya sekondari ya Kikalo. Na amezisihi baadhi ya shule nyingine basi zipate nafasi ya kuongeza ubunifu zaidi kupata matokeo bora. Asante sana, naomba kuwasilisha. Asante sana. Awali ya yote niwashukuru sana wadau wenzetu mliofika hapa shule ya sekondari Kikalo. Niseme kwamba nina imani na nyinyi kwamba mbunge ana watu katika kata ya Miono ambao namwakilisha vema, sababu yeye yuko mbali, ana shughuli nyingi, lakini mmeweza kuyaona haya na kuyaripoti kwake, na bila hiana ameweza kuyafanyia kazi kwa wakati mwafaka. Mimi niseme kwamba kwa niaba ya taasisi ya shule ya sekondari Kikalo, sisi ni wadau wake, ni wapenzi wake, tupo tayari kumuunga mkono usiku na mchana, tena kwa vitendo. Na haya ambayo tunayofanya sasa ni kwa niaba ya kwake yeye na chama chetu pendwa, Chama cha Mapinduzi. Niseme kwamba nyinyi vijana mnatembea mpaka vijijini huko,
kuwaibua hawa vijana, na sisi lazima tumsaidie mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba vijana wake hawakwami. Na niliseme kwamba kupitia huu ufadhili wa binti Mariam, shule pia itapambana kupitia kwa mkuu wake wa shule ambaye ni mimi hapa ninayezungumza, tumpambanie aweze kupata ufadhili wa kudumu kupitia mashirika yaliyopo sasa ambayo yapo chini ya shule yetu hapa, ili kwamba awe naweka kwamba sasa kesho ndoto yake iweze kutimia. Lakini sambamba na hilo, mheshimiwa amekuwa akifanya mengi sana. Nakumbuka hata tukiwa Chalinze kule alifanya mengi sana kusaidia jamii ya Chalinze. Leo hii tupo Kikalo hapa, mengi ameyafanya na yanaonekana. Kwa mfano, kwa mwaka huu kupitia mfuko wa jimbo ameshatenga fedha na fedha imeshafika kwa ajili ya ukarabati wa chumba cha huduma ya kwanza. Chumba hiki kitasaidia sasa watoto wetu wasiende kupanga foleni kituo cha afya. Kwa msaada aliotoa mheshimiwa waziri na mbunge wetu mpendwa wa jimbo la Chalinze, kwa niaba ya bodi niseme kwamba shule itachukua jukumu la kuajiri nesi ambaye atatoa huduma ya kwanza kwa watoto wetu. Hili liko ndani ya uwezo wetu. Kwa nini tunafanya hivyo? Lengo ni kumpa moyo kwamba kumbe hata huku pia ana watu ambao wapo nyuma yake, na lengo ni kuisaidia serikali pia ya Chama cha Mapinduzi kwamba ifikie malengo thabiti kwa wananchi wake. Kikalo ni kijiji na jumla ya watoto 1400 na kitu. Sasa hiki ni kijiji, maana yake ni kwamba mimi ni kama mwenyekiti wa kijiji. Sasa na kama tunavyojua kata ya Miono wenye vitu wote ni chama tawala. Mimi niombe tu kwamba mheshimiwa waziri aamini kwamba huku pia na watu ndio sisi. Taibua mengi yaliyo ndani ya uwezo wetu, tutamsaidia kuyafanya kwa niaba yake yeye, sababu yeye ni mwenye wananchi, yeye ndiye mwenye wapiga kura. Sisi tupo hapa kwa niaba ya wapiga kura wake, kuwasaidia waone kwamba elimu waliokusudia kuipata wanaipata kwa muda mwafaka, na ni lazima iwe elimu bora. Sasa basi niseme kwamba kwa niaba ya walimu wa shule ya sekondari Kikalo pamoja na bodi yetu pendwa pamoja na jukwaa la wazazi, tunamshukuru sana mheshimiwa waziri kwa yale yote ambayo anayotupambania. Tumsitu kwamba aendelee kuwa na sisi pia tuko pamoja na yeye, kuona kwamba mwaka huu wa 2026 ukawe ni mwaka mwema kwetu wenye mafanikio makubwa yenye kutimiza ndoto za wazazi wa kata ya Miono ambao wamekipigia kula chama tawala na ambao pia wamejenga matumaini makubwa na chama tawala. Kwa niombe sana nifikie salamu zangu hizi kwa mheshimiwa waziri, mwambie kwamba mara afikapo kata ya Miono akumbuke basi kupitia shule ya sekondari Kikalo kuja kuona kwamba sisi tuliopo huku tunafanya nini kwa niaba yake yeye, ili kwamba apate fursa sasa kwa haya yote ambayo tunayofanya hapa, akawaambie wananchi kwamba serikali inafanya hesabu yote yanayofanyika hapa kwa niaba ya serikali. Hata mimi hapa nipo kwa niaba ya serikali. Kwa mimi kwangu yalikuwa ni hayo ndugu zangu. Niwashukuru sana kwa kuja kwetu hapa. Niwaahidi kwamba binti Mariam yupo mikono salama, tutamsaidia kwa yote, na hata kama kuna wengine tupeane taarifa tuone kwamba tunasaidia vipi kwa niaba ya serikali. Asanteni sana. Asante sana mkuu wa shule, na asante sana ndugu yetu bwana James Robert kwa niaba ya mheshimiwa mbunge. Mimi binafsi yangu kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa kutujalia neema hii ya uzima na afya njema. Tunakula nchi kwa sababu kuwa na afya njema ni kula nchi. Sivyo bwana Mwenga? Lakini kwanza kabisa mimi nimpongeze sana kijana wangu bwana Mtaula, mkurugenzi wa Rafiki wa Ndoto. Kazi kubwa anaifanya ya kuwaibua watu hawa wenye uhitaji. Lakini zaidi pia nikupongeze wewe Mwenga. Ushirikiano unaotupa wewe ni mkubwa mno.
kwa sababu leo tunapozungumza tunao mabinti wapo kidato cha 4 sasa, ambao wewe na sisi tumeshirikiana kuwasaidia toka kidato cha kwanza tulivyowaibua kwenye mazingira magumu mpaka leo wapo kidato cha 4, maana mwaka huu wanahitimu. Lakini tunaamini kwamba bila msaada wako na moyo wako wa kuweza kujitolea kwa vijana hawa, leo sisi tusingejisifia kuona kwamba wako watu tumewasimamia mpaka kufikia hatua hii. Lakini leo tumekutana kwenye jambo la Bi Mariam. Tumpongeze sana mheshimiwa mbunge. Anaishi sera ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kazi na utu. Kazi kubwa mheshimiwa mbunge anaifanya, lakini utu sasa ndio huu wa kuwashika watu wenye uhitaji. Rai yangu kwa jamii, si Mariam peke yake mwenye uhitaji, wako watu wengi wenye uhitaji. Turudishe kwa Mungu kile ambacho ametugea, kwa sababu sisi tunaamini katika imani kwamba sisi ni mali ya Mungu na mali tulizokuwa nazo ni mali ya Mungu. Kwa hiyo tukifanya msaada katika kutoa, tunaamini Mungu anazidisha kwa kile, tukiamini kwamba Mungu anampa mtu riziki kwa kiasi cha matumizi yake. Ukiwa bahili hutaki kutoa kwa watu, Mungu anakupa kichache, lakini ukiwa na msaada unawagusa watu, Mungu anakupa kingi zaidi. Kwa hiyo tunamuombea afya njema mheshimiwa mbunge na waziri wetu. Tunamuombea Mwenyezi Mungu ampe yale anayoyakusudia, kama yana kheri na yeye, lakini kama yana shari na yeye, Mwenyezi Mungu basi shari hizo azikinge, lakini aendelee kuwagusa watu wengi mfano wa Mariam kama hivi alivyofanya, tukiamini anafanya sana, sio hapa Kikaro, sio kata Miono, anafanya katika kata mbalimbali. Lakini tunamshukuru sana tena sana, Mungu aendelee kumbariki, lakini Mwenga uendelee kutushika mkono kwa wengine ambao tutakao kuwa tunawaleta wenye mazingira magumu zaidi. Asante sana. Mtaula ndio mwasisi wa Rafiki wa Ndoto, lakini nikiwa na ndugu zangu Mohamed Banka, kaka yetu Heri amekuwa sehemu ya sisi vijana kututengeneza kutoka kwenye moja wa vijana sasa kututengeneza mpaka kwenye kwa Rafiki wa Ndoto. Tulifanya mambo miaka 3 nyuma, miaka 4 nyuma. Sasa